Amani alikuwa bado ameishika simu. Macho yake yameganda kwenye ile picha. Neema hospitalini na yule mwanaume pembeni yake. Lakini kilichomchanganya zaidi sio picha yenyewe, ni ile caption. Hii ndiyo siku ulioikosa. Kichwa chake kilianza kujaa maswali. Kama Neema alikuwa anasema aliumizwa, kwa nini huyo mtu yuko naye hospitalini? Na kwa nini anaonekana mtulivu? Bila kupoteza muda, Amani alimpigia Neema. Simu iliita. Mara moja, mara mbili, kisha akapokea. Amani sauti yake ilikuwa ya kawaida, lakini ndani yake kulikuwa na hofu iliyojificha. Nataka ukweli sasa hivi, Amani alisema moja kwa moja. Kimya kidogo kikapita. Kuhusu nini? Neema aliuliza kwa tahadhari. Amani hakuzungusha hospitali. Upande wa pili ukanyamaza ghafla. Na huo kimya ulikuwa jibu tayari. Niambie kwa nini yuko pale na wewe? Amani aliongeza. Neema akavuta pumzi ndefu. Alinifikisha hospitali. Jibu hilo lilikuwa kama mafuta kwenye moto. Alikufikisha? Amani aliongeza sauti. Ndiyo, Neema alijibu kwa sauti ya chini. Amani alitembea huku na kule chumbani, akihisi hasira na kuchanganyikiwa vikigongana. Huyo anayekufuatilia, anayekudhibiti ndiye aliyekusaidia. Neema alijibu kwa tabu. Mambo hayakuwa simple kama unavyofikiria. Basi ni vipi? Amani alipaza sauti. Neema akanyamaza kwa sekunde chache kisha akasema, baada ya kunisukuma nilipoteza fahamu. Amani alisimama. Hilo lilikuwa jipya. Nilipoamka nilikuwa hospitalini. Neema akaendelea. Na mtu wa kwanza kumuona alikuwa yeye. Kimya. Amani alihisi baridi ikipita mgongoni. Hii ilikuwa haieleweki. Kwa hiyo Amani alisema pole pole, alikuumiza halafu akakuokoa? Neema hakujibu moja kwa moja, badala yake akasema, hapo ndipo nilipoanza kumuogopa zaidi. Kwa nini? Amani aliuliza. Kwa sababu, Neema akasema kwa sauti ya chini, alikuwa anajua jinsi ya kuonekana kama mtu mzuri hata baada ya kufanya kitu kibaya. Hapo ndipo Amani alianza kuelewa kidogo. Huyu si mtu wa kawaida, huyu ni mtu wa akili. Lakini kabla Amani hajaongeza swali, ujumbe mwingine ukaingia kutoka ile namba. Anakuambia nini sasa? Amani alihisi moyo wake ukiruka. Hii haikuwa coincidence. Usimwamini sana, anaacha sehemu muhimu. Amani alikata simu ghafla. Akahisi kama kuna mtu anamsikiliza au anamwangalia. Dakika chache baadaye simu ikaita tena. Yule. Amani hakusita, safari hii alipokea. Unaanza kuona picha sasa? Sauti ya yule mwanaume ilikuwa tulivu kama kawaida. Unanifuatilia? Amani aliuliza kwa ukali. Mwanaume akacheka kidogo. Hapana. Nakusaidia kuona kile ambacho hukutaka kuona. Amani alikaza meno. Ukweli gani huo? Kisha mwanaume akasema, ulijiuliza kwa nini hakukuita siku ile hospitali? Swali hilo lilimchoma Amani moja kwa moja. Hakuwahi kufikiria hivyo kwa kina. Kwa nini? Amani aliuliza polepole. Mwanaume akajibu kwa utulivu ule. Kwa sababu hakutaka uone ukweli wote. Amani alihisi kichwa chake kinazunguka. Ni ukweli gani? Aliuliza kwa hasira iliyochanganyika na hofu. Mwanaume akasema kitu kimoja tu, njoo nikuonyeshe. Wapi? Sehemu ile. Kila kitu kilipoanza kuharibika, Amani aliganda. Maana yake? Aliuliza kwa sauti ya chini. Mwanaume akajibu, hospitali. Kwa nini mwanaume huyu anataka Amani aende hospitali ile? Ni ukweli gani mkubwa ambao Neema hajauweka wazi? Na je, Amani anaingia kwenye mtego bila kujua? Mdau wangu, sasa story yetu imeingia kwenye hatari na michezo ya hisia na akili. Episode ya 7 tutashuhudia Amani akikubali kwenda hospitali, na huko anakutana na ushahidi ambao unavunja kabisa picha aliyokuwa nayo. Na kuna uwezekano huenda Neema hayupo hatarini peke yake. Tafadhali usiache kutoa maoni yako. Unaionaje simulizi hii? Mimi jina langu ni Sakina Bukavu. Tukutane baadaye.